Hello guys, I hope mko fiti. Welcome back to my YouTube channel guys. Remember this is DMK Favored TV. Today leo tuko na uchungu kabisa na huzuni mkubwa kabisa because some other things was in happen mpaka unashindwa how this world is running. Totally sad. So kuna huyu mtoto ambaye alikufa kifo ingine mysterious kabisa. Anaitwa Moses kutoka Moi Primary School ya Nakuru. Moses amekufa kifo ingine ambayo imeweza kustua wazazi wake kabisa because this boy alitoka nyumbani akiwa sawa. Alitoka nyumbani akiwa sawa kabisa. Hakuwa mgonjwa mahali, hakuwa amefanya yani hakuwa na any problem. Alitoka vizuri, wazazi wanasema kwamba walimwamsha vizuri tu kabisa asubuhi mapema na akatoka akaenda shuleni pale. Sasa kufika masaa wazazi wanapigiwa simu ati waende shule pale shule. Mama mtoto akapigiwa simu aende pale shule, kukimbia pale shule, wanapata mambo ni tofauti. Kwenda pale hospitalini wanapata mambo ni tofauti. Maana walidirectiwa mamake akapigiwa simu akaambia kwamba aende, na wakainsist ya kwamba atoke haraka haraka kwa sababu ni mtoto ni mgonjwa, ati mtoto amezimia. Mama kukimbia pale kwenda pale, maana walimwambia aende pale kwa ile medical hospitali. Kufika pale ndio akapatana na walimu wakiwa wamemsubiria mahali, ndio kwenda pale daktari akamchukua pale ndani. So unaona anaambiwa stories zenye hata azipelekani hata kidogo. Alafu kisikia zile ripoti zenye zinatoka kwa walimu ni ripoti zenye hata hazi add up hata kidogo. Ati mwingine anakuja na ripoti sijui mtoto alianguka hivyo. Mwingine akasema sijui ati mtoto alikuwa anadiscipliniwa, vitu kama hizo. So vitu zenye hazi add up hata kidogo. Na huyu mtoto ile kitu ambayo inafanya hii vitu kuwa more suspicious ni ya kwamba wakati hao walikuwa kule, hao walikuwa wanachukua mtoto wanampeleka mochari without even consulting these people, their parents, his parents. Wanachukua mtoto wanampeleka pale mochari na hata hawajamalizana na wazazi huku vile mambo ilivyokuwa pale hivyo, which was totally bad. Ni vibaya kabisa. So guys, ningependa tu tuende tuone video, muone video venye inakaa na muone ile uchungu yenye kwa hapa hivi, because hakuna kitu mbaya na uchungu kama mzazi kupoteza mtoto mwenye hakuwa mgonjwa. Mtoto alikuwa ametoka nyumbani vizuri akaenda pale kwa shule, only kupigiwa simu unaambiwa mtoto atu amekufa, mtoto hayuko, na mnadanganywa. Kwanza mnadanganywa kabisa. Walimu wa hii shule wanajua exactly what happened to this young boy. They know very well and they are supposed to be accountable kwa hii mambo yote yenye iliweza kufanyikia mtoto, because haiwezi kuwa inafichiliwa hivyo alafu ikuwe ya kwamba hakuna kitu mbaya walimfanyia. They know exactly what they did to this young boy. I think naomba tu yani sheria ifanye ichukue mkondo wake, ifanye uchunguzi wake vizuri, na kama kuna mtu ambaye ameweza kuhusika na hii mambo yote, sheria ifanye tu kazi yake, because hii ni uchungu sana kwa wazazi. Ni uchungu kabisa. Totally bad. Ni vibaya kabisa. Angalieni hii video guys, tuone vile iko. Alafu pia hapa kwa comment section pia unaweza acha neno lako useme ya kwamba wewe maoni yako ni yapi pia. Na pia pole kwa wazazi pia ambao wameweza kumpoteza mtoto wao kwa njia ambayo ni ya kutatanisha, kwa uchungu mkubwa sana kama huu, kwa sababu si kitu ambacho ni kizuri hata kidogo. Ni uchungu. So let's watch this video as we continue subscribing and even liking the video, even commenting on the video down there. Let's go. Naitwa Fred Nyang'au Joseph. Mimi wakati nilikuwa nyumbani, mtoto alikuwa mzuri asubuhi, yani jana. Akaamka vizuri asubuhi akakuja shule. Hata alikunywa chai mpaka mkate. Alafu akafungua gate, mvua ilikuwa inanyesha kidogo. Akasema bye mom, kwa sababu
tutaonana jioni. Si akakuja. Sasa saa 2:45 ndio sasa tunapigiwa simu ati kuja shule. Ni nini? Mtoto amefaint. Nikamwambia sasa alifaint kwa nini? Ati wewe kuja tu. Mimi nikamwambia mama kuja. Mama akakuja. Wakapata hata sasa pelekwa hapo Meti. Wakamuuliza mtoto ako wapi? Wakaanza kumpeleka hivi. Huyu ndiye alimleta na pikipiki. Ati pole mama, sijui nini, mtoto ati ashaenda. Mimi nilikuwa nyumbani. Ndio sasa baadaye ndio walinikuja na fani ya shule. Wananiambia kuja tuende uone mtoto. Nikamwambia kwani mtoto alikuwa mgonjwa? Sasa wakati nilifika ndio mwalimu ananiuliza alikuwa amegonjeka? Hapana. Wakampeleka kwa daktari. Kufika kwa daktari mtoto alikuwa aje? Nikamwambia alikuwa sawa. Ati pole alikuja kama ashaenda. Nikamwambia kwani alikuwa mgonjwa? Ati walimleta kama ameisha. Nikamwambia sasa iliendaje? Ndio tukakaa ndio wananiambia wacha toa manguo tutaweza pelekea watoto wengine shule. Nikamwambia hapana, wacha tu mimi nichukue manguo nionange tu. Ndio hiyo madam akanipeleka saini hapa tuende OP. Nikamwambia si ningeita watu wetu huko tu. Akaniambia hiyo ni kidogo tutamaliza. Nikamwambia wacha tu wakuje kwanza. Ndio wakakuja kidogo wanapeleka mwili moja ya haraka awangojee watu. Kwa majina naitwa Lilian Mura. Huyo mtoto nimeamka, huwa tumeseti nini alarm ya 4:45. Nikiamka hiyo 4:45 yeye ninamuamsha 5 kamili. Sasa nimeamka hiyo 5:45, kufika 5 nikaamsha mtoto kawaida. Mtoto kumuamsha akaamka, akaanza kujiprepare. Vile alimaliza kujiprepare na mimi nilikuwa ile strong tea ilikuwa imeiva. Si mtoto akafaa mpaka jamba yenye iko na kofia. Huwa kila wakati naendanga kumfungulia gate. Nikamwambia juu mvua inanyesha na wewe ndio umevaa manguo ya joto, umevaa mpaka jamba iko na kofia, ende ujifungulie gate. Akaenda akafungua gate, akarudisha kifunguu. Akatafuta kaambrela chini ya kiti akapata. Nikamfungulia kwa kaambrela nikameharibika, akajikinga nayo. Akaniambia mam, bye. Akatoka tu hivi akaenda shule. Sasa amefika shule kitu saa 2 ninapigiwa simu. Ati mama Moses uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Unaweza kuja saa hii juu mtoto amefaint hapa kwa shule. Tumempeleka Medi. Nikamwambia Vile tulimalizana na huyo madam hivi nikaweka maji kwa besheni nioge. Kabla niende kuoga tena huyo madam akapiga simu. Mama Moses umetoka? Nikamwambia ndio ninatoka, lakini sasa nilikuwa naingia kwa bafu. Maji nimeiwekelea tu kwa bafu hivi tena simu nyingine. Mama Moses umefika wapi sasa? Nikamwambia ndio ninaelekea kwa stage. Ati hata usipande gari, tafuta boda tutalipa. Nikatafuta hata sikuoga sasa. Nikasema acha kwanza nitoke ndio nitakuja kuoga baadaye. Kutoka nikapata boda huyu jirani yangu. Nikamwambia nataka unifikishe medical. Napigiwa simu mtoto amekuwa mgonjwa. Huyu jirani yangu akanileta mpaka hapa medical. Nikafika kufika kwa gate, mwalimu tena wananipigia umefika wapi sasa? Nikamwambia nimeshafika, niko hapa kwa gate. Wakaniambia panda hivi basi tukuone. Walikuwa wamesimama huko. Nikapanda hivi nikaona huyo madam namjua. Nikaona sasa walimu wengine. Ndio wakanipeleka kwa hospitali ndani. Wakanifikisha kwa hospitali ndani kwa daktari. Daktari akanikaribisha kiti. Habari yako mama? Mzuri. Wewe ndio mama Moses Moses amekuwa na shida gani? Nikamwambia mimi hata huyu Moses tangu Saturday tumekuwa na wageni nyumbani. Tumekuwa tukisaidiana na huyu Moses. Jana yote Moses ndiye amenisaidia. Leo asubuhi nimeamsha Moses aende shule. Hajakuwa na shida yoyote. Hakuna mahali huyu mtoto amekuwa hata akiniambia naumwa mahali fulani ama kichwa ama nini. Mtoto tu amekuwa vizuri. Hivyo tu sasa ndio wakaniambia aliletwa hapa tukajaribu kumshughulikia. Kwanza nikawauliza na ako wapi huyo mtoto? Hati yako huko tu. Ako wapi nataka nimuone. Ndio daktari akaniambia, "Mam, mtoto ameaga." Aliletwa hapa tukajaribu tunataka kumshughulikia lakini kwa bahati mbaya mtoto akaaga. Mtoto wangu anaitwa Moses Joseph. Ni mtoto wa pili na kwa grade 8 ako na miaka 14. Sasa walimu wakati niliuliza mwalimu mmoja.
imekuaje? Akaniambia ati huyu mtoto amekuwa akifanya jokes kwa darasa, anaongea kitu watoto wengine wanacheka. Sasa kumaanisha walikuwa wana make noise kwa darasa, anaongea kitu watoto wanacheka. Ndio akawaita hao hiyo group sasa yenye inafanya kelele, wakakuja hapa mbele wakasimama. Ati Moses akasimama karibu na kukuta kabisa, kusimama tu hivi Moses akaanza kuanguka chini akafaint. Kwa majina anaitwa Onsongo Kezia, na leo asubuhi around saa 3 nilipigiwa simu na baba ya mtoto, akaniambia kwamba unajua Mose ako hosi hapo Medi. Nikashtuka nikamuuliza aje, akaniambia ati tumepigiwa simu shule tukaambiwa Mose amefaint na amekimbishwa Medi. Sasa mamake amekimbia kwenda kuona, alafu ndio mimi nimfuate. Akaniambia juu uko karibu, si ukimbie uone. Nikamwambia akani kufaint, wacha mamake afike kwanza atupatie ripoti, alafu ndio kama ni kitu ya kufuatilia ndio nikimbie. Tukamaliza kuongea na baba ya mtoto, but si kuridhika. Nikaanza kupiga namba ya mama ya mtoto, sasa sistangu. Haiendi through, napiga haiendi through. Inaenda lakini haichukuliwi. Finally ikachukuliwa, but mtu mwenye alichukua kumbe ni jirani yake ambaye alimbeba na boda. Nikamuuliza mwenye simu ako wapi? Akaniambia mwenye simu ako hosi, mimi nimerudi kwenda kuchukua baba ya mtoto. Nikamwambia na mmeambiwa aje? Yeye pia hataki kuniambia, akaniambia ni emergency tu, wewe kimbia hosi. Akasema ni sawa. So kidogo kidogo nikapigiwa simu na alisema yeye ni mwalimu. Akanipigia simu akaniambia nimeambiwa na mama hivi, sasa ni mama ya mtoto. Nimeambiwa na mama hivi ni emergency, ukuje hapa hosi saa hii. Nikamuuliza kwani situation ikoje? Akaniambia hapana, amesema ukuje hosi saa hii. Nikamuuliza si uniambie venye kuko, akakataa. Nikamwambia patia basi mama hivi simu nimuulize. Mama hivi kupewa simu, nikamuuliza mama hivi kwani uko naenda aje? Mama hivi analia na niambia we kuja tu hosi. Nikamuuliza umeambiwa mtoto akoje? Wameniambia ako huko tu, we kuja. Nikamwambia sasa mama hivi wewe unaambiwa kitu na unatulia, ufuatilie ujue shida iko wapi. Akakataa kuongea. Huyo mwalimu akachukua akaniambia so we harakisha ukuje hosi. Nikamjibu nikamwambia sasa hata mkiniharakisha nikuje hosi, mimi ni daktari nikuje kumtibu. Si mko hosi make follow up, mniambie ni nini nakuja kuangalia. Nakuja tu bila information yoyote. Akakata simu. Tena kidogo kidogo akanipigia. Akaniambia unajua Moses leo wakiwa nje wamesimama alianguka chini, kichwa ikagonga floor. Kumpeleka hosi, head teacher akatoka emergency akakuja akatuambia kwamba mtoto amepass. Nikamuuliza ni ukweli kitu yenye unaniambia? Ati ukweli. So nikakata simu, nikampigia tena nikamuuliza umesema wewe ni mwalimu na kitu yenye umeniambia ni ukweli? Akasema kitu nimekuambia ni ukweli. Yeah. So ni kama anasema alianguka kwa kitu. Kulingana na venye mimi niliambiwa, ripoti nilipata ni kwamba alikuwa amesimama nje ya class akaanguka chini kichwa ikagonga floor. Anaitwa Enoch Ongera, natoka mtaa wa Harvest Nakuru. Leo asubuhi nimekutana na jirani yangu ambaye ni baba Iso hapa. Akaniambia nikaweze kumkimbisha bibi yake ambaye ni mama ya mtoto hospitali, ya kwamba mwalimu amempigia simu eti mtoto wake ni mgonjwa na angeweza kwenda na gari, na mimi ndo nilikuwa karibu hapo, so ikabidi ni changamke haraka. Then mimi na mamake kufika hapa gate ya PCH hapa Nakuru, nikakutana na walimu pamoja na madaktari. Ndo wakatuuliza wewe ndo mmekuja na huyu mama? Mtoto alikuwa aje jana? In fact mtoto alikuwa sawa kabisa, na tulionana na yeye jana, hata kulikuwa na shughuli nyingine tulikuwa na yeye. Alikuwa bweli kabisa wa afya. Then wakauliza amekula nini leo, alikula aje, amebf aje. Maadhi akamwambia mtoto alikuwa sawa 100%, hakuna shida alikuwa na. Na there before hakuna shida asha experience. So wakamuuliza ulikula nini, akamwambia mtoto alikula nini. Mtoto alikuwa amepewa strong asubuhi pamoja na mkate, akakula, akabid bai mamake akaenda shule. Then sasa sisi tukapelekwa hivyo, maadhi akamuuliza simu niambie basi ako aje sofa, kama kulienda aje. Then wakampeleka hivi sisi kufikishwa pale kwa casualty huko, tukaambiwa mtoto alifikishwa hospitali kama ashakufa.
Kwa majina naitwa Gladys Wachaweri. Huyu mtoto ni jirani yangu. Wakati alikufa tulipigiwa masimu tukaambiwa tukuje hapa, mtoto amekufa. Kufika hapa tumekusanyika pale kwa casualty, tukaambiwa na walimu tutoke nje watuambie vile mtoto aliaga. Wakati madam ambaye ni class teacher alikuwa anatuambia, akasema mtoto walikuwa wengine wako ndani kwa class na wengine wako nje. Sasa akawaambia waingie kwa class wenye walikuwa nje, na Moses alikuwa one of them. Wakiingia alikuwa anawachapa, wakiingia anachapa mtoto akiingia. Akatuambia wakati alikuwa anaendelea kuchapa watoto hivyo eti huyo akaanguka na mgongo akakufa. Tunashindwa sasa ni statement gani tutafuata? Ni ile aliambia mama mtoto alikuwa anacheza kwa klasi, ni hii ameambia anti yake mtoto alianguka na kichwa, ama ni hii yenye ameanguka na mgongo? Na wakati tulikuwa pale nje walikuwa wanataka kuiba mwili wapeleke moja bila idini yetu, ndio tukaenda tukafuatilia tukarudisha mwili. Nani anaongea mbaya? Hata wewe unaongea mbaya. Unasema hakuna hebu nataka kwanza nini tu? Anakosa nini hapa? Siwezi kuongea vibaya. Lakini ndio sio kwa hapa.